أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم. Watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa leo Mwenyezi Mungu ametuamsha salama, ametupa afya njema, kwa sababu afya ni neema kubwa sana. Ndio mmoja katika wanaosema wanachuoni wanasema al-afiyatun ni'matun la yara ni'matuha illa al-marudha, kwamba afya hii ni neema kubwa sana. Hakuna mtu anayejua neema ya afya isipokuwa mgonjwa. Mgonjwa ndo anayejua neema ya afya. Lakini kama wewe si mgonjwa, basi huwezi kutambua thamani na neema ya afya. Ikiwa unaumwa, ndipo utajua thamani na neema ya afya. Watu wengi sana wamekuwa wakinipigia simu, hasa kwenye grupu langu la WhatsApp, wanasema shekhe, hebu tufundishe namna ya kuswali salatu dhuha. Watu wengi sana wanataka kujua na wanataka upate elimu ya namna ya kuswali salatu dhuha. Hasa simu zimekuwa nyingi na watu wamekuwa wengi sana ambao wanauliza swali hili. Hasa leo nitakupa utaratibu mzuri kabisa namna ya kuswali salatu dhuha, na ili Mwenyezi Mungu akufungulie milango ya riziki. Kwanza kabla yote, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, almunafiqu alladhi la yusalli dhuha wala yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun. Mtume anasema mtu mnafiki, ukitaka kumjua mnafiki, ni yule mtu ambaye haswali salatu dhuha na wala hasomi qul ya ayyuhal kafirun kwa siku walau mara moja. Yani ikipita siku wewe bila kusali salatu dhuha, wewe ni mnafiki. Na ikipita siku bila kusoma qul ya ayyuhal kafirun, wewe ni mnafiki, kwa mujibu wa hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa salatu dhuha inaanza muda gani? Salatu dhuha inaanza saa 2 katika masaa ya kileo, saa 2 kasoro, na mwisho wake ni dakika 15 kabla dhuhuri kuingia. Yani saa 6 dakika 15 ndio mwisho wa salatu dhuha. Kwa huo ndo wakati wa kwanza wa kuanza salatu dhuha, baada ya jua kuchomoza saa 2 kasoro, lakini pia inamalizika dakika 15 kabla salatu adhuhuri. Huo ndo wakati wake wa kwanza na huo ndo wakati wake wa kumalizikia. Sasa ikiwa wewe unahitaji uswali salatu dhuha lakini hujui namna ya kuswali salatu dhuha, basi fuata mwenendo huu. Mtume Muhammad ametuelezea sana katika hadithi, na miongoni mwa hadithi ambazo zinaelezea namna ya kuswali salatu dhuha zipo nyingi. Alipokea hadithi ya Abu Huraira, bibi Aisha mwenyewe ametoa hadithi nyingi sana, na zimekuja riwaya kama mtume alikuwa akiswali rakaa 2, zikaja riwaya alikuwa akiswali rakaa 4, zikaja riwaya rakaa 8, na ndio maana uchache wa salatu dhuha ni rakaa 2. Mutawassita katikati yake ni rakaa 4. Urefu wake au wingi wake aktharuha ni rakaa 8. Sasa ulama wamekuja kuelezea utaiswali vipi salatu dhuha. Utatia nia kwanza kama kawaida, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Nia sehemu yake ni katika moyo. Kwa nia unaweza kutia moyoni tu kama mimi nanuia kusali salatu dhuha, au unaweza kutamka nia katika madhhabu ya Shafi'i kwamba an-niyatu maqrunat bil fi'li, nia ikutane na kitendo. Kwa ukishatia nia yako pale, na waitu usalli rak'ataini salatu dhuha lillahi ta'ala, unafunga swala yako. Wanawachuoni baadhi ya maulama wakasema kwamba raka yako ya kwanza utasoma suratul Fatiha, lakini pia utasoma sura yako yoyote ambayo unaijua. Na raka yako ya pili utasoma suratul Fatiha, lakini pia utasoma sura yako yoyote unaijua. Lakini kuna baadhi ya wanawachuoni wakasema kwamba salatu dhuha raka yako ya kwanza utasoma alhamdu mara moja, kisha utasoma wadhuha wal layli idha shada, raka yako ya kwanza. Raka yako ya pili utasoma alhamdu mara moja na alam nashrah, utakuwa unashuka chini huku. Raka yako ya tatu utasoma alhamdu mara moja, watini wa zaituni. Raka yako ya 4 alhamdu mara moja, iqra. Kwa utakuwa unashuka chini huku kuanzia wadhuha mpaka raka zako 8.
Kwa ukimaliza raka yako 8 ina maana utakuwa umefika wala adiyati dhabha. Kwa salatu dhuha raka yako ya kwanza utasoma sura yoyote unayojua wewe, lakini ulama wamependekeza sawa, utasoma wadhuha, utakuwa unashuka chini raka yako ya kwanza, raka yako ya pili An-Nashr, ya tatu Wat-Tini, ya 4 Iqra, ya 5 Suratul Qadr, ya 6 Suratul Bayina, ya 7 unasoma Suratul Zilzala, na ya 8 unasoma Suratul Adiyati. Inapendekezwa kwa wanawachuoni. Sasa basi, ukitaka Allah kufungulia milango yako wa riziki kupitia salatu dhuha hii, fanya hivi nitakavyokuelekeza. Katika sida yako ya mwisho ile, mfano unasali raka zako 8. Sida yako ya mwisho ile kabla kukata tahiyatu raka ya 8. Kwenye sida pale ukishamaliza kusoma subhana rabbiyal a'la mara 3, kisha soma dua hii: Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kisha Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa yassir li fi rizqi. Katika sida yako ya mwisho, narudia, salatu dhuha kwenye sida yako ya mwisho pale kabla ya kukaa tahiyatu, soma hiyo Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kisha soma dua hii: Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa yassir li fi rizqi. Utasoma dua hiyo mara moja tu kwenye sida yako ya mwisho. Ukimaliza kusoma dua hii mara moja kwenye sida yako ya mwisho, lisome jina hili la Allah mara 41: ya basitu, ya basitu, ya basitu, ya basitu, mara 41 katika